Naam. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wa Tanzania na watu wote Afrika Mashariki na Kati na dunia kwa ujumla. Ni mimi Mushtara Bashiru. Naam. Leo nimekuja katika elimu ya shikeli. Mtu amekupigia katika wakati huu wa shamsi. Uona mtambuaje? Lakini lengo leo sio kuelezea kuhusu shikeli. Nataka niwaambie kuhusu shikeli. Nataka niwaambie kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na hizi elimu, unajua wamekuwa tokipiga simu, hizi elimu zinakuaje, lakini hizi ni elimu. Shikamoo anaambia ni elimu ya kinabii. Yaani hii elimu ni elimu ya kinabii kwa sababu elimu ni utambuzi. Wewe unakuwa na utambuzi wa kumjua mtu. Mwenyezi Mungu amesema katika surati Al-Qalam, anasema alladhi allama bil qalam. Mwenyezi Mungu amefundisha kupitia kalamu. Unajua kalamu? Kalamu ni huyu hapa kama litwaliki. Ile kalamu tulikuwa nazo, hii ndio kalamu, huyu ndio roho, huyu ndio Jibrilu. Lakini hii ni kalamu. Amefundisha kwa kalamu. Nini? Amemfundisha mwanadamu kwa kalamu, kumfundisha elimu ya utambuzi. Pale Mwenyezi Mungu Ibn Abbas amerasuli katika kuitafsiri, katika kuisherehesha hii sura, amesema hapo Mwenyezi Mungu anamaanisha kwamba ni elimu ya kujua, elimu ya utambuzi, ndio kalamu ndio maanishwa hapa, ndio kwenye elimu ya shikeli. Kalamu tunapata ni kama litwaliki, ni Jibrilu. Sasa Jibrilu ni nini? Sasa tunafanya hivi katika watu tasawuf wa tarika, Sheikh wetu Sheikh Muhammad bin Nasr bin Abdul Qadiri al-Shafi'i qaddasallahu sirru al-aziz, yeye ni kutubu al-aqtabi, ni Sheikh wetu, ni bwana, ni kutubu za hizi ambazo yeye amesogea, amefika katika hadharatir rahmani na kwenda mbali kabisa huko, na sisi wanafunzi wake, muridi wake, sisi wanafunzi, sisi muridi, maana kuna makhalifa, sisi wanafunzi vijukuu kabisa vya mwisho tumejua, tumefahamu hizi elimu na mashehe, tumekaa na mashehe wanatuambia kwamba elimu zote za kidunia, elimu zote za utambuzi, elimu zote utazipata katika bahari ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni katika bahari ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio utapata elimu, maarifa na kumfikia Mwenyezi Mungu. Kuna waganga chungu mzima, waganga wengine wanapiga manyanga, huku waganga wengine wasimiti, yule mganga mwingine anambia andika shikeli, yule mwingine anakuambia sibi senkafu na nini. Zote hizo. Lakini au watu wenu wana elimu ya utambuzi wa Mungu kwa mnavyowaona wanafanya ibada, kwa mnavyoona, kwa sababu elimu ya uganga ilivyo, mtu anaweza asifanye hata ibada, hata kuswali asiswali, lakini akatibia. Lakini wewe unajua kwamba njia yako wewe ni makusudio ya nini? Sasa kuwa na elimu, makusudio yake nini? Makusudio uwe na elimu, ufahamu kuhusu Mungu, ujue kuhusu Mungu, ukubwa wa Mungu. Elimu hii ujue, na elimu itakokuwa ikusaidie kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hauwezi kumfikia Mwenyezi Mungu mpaka upite kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume mwenyewe amesema yeye ndio maadini maarifatur rabbania, yeye ndio siri, yeye ndio chemchemu ya maarifa ya kiungu ya kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio yeye Sheikh Uwais bin Muhammad al-Qadiri tunaambiwa amefika makamu ya juu kabisa ya ucha Mungu kwa baraka za kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Uwais alikuwa na kitabu chake kinaitwa Dalailu Khairati. Ni kitabu kilichoandikwa na Sheikh mmoja Sheikh Muhammad Jazuli, ambaye Sheikh Uwais alikuwa anakisoma kwa siku mara 10 mpaka mara 9, milango anapita milango yote, akafika makamu ya juu kabisa. Sasa ndio akanamtumia twaliki Jibrilu, huyu hapa anavuka anaenda Rabbuna Allahu dhul jalali hasbuna Allahu dhul kamali, anapaa huyo Sheikh Uwais anaondoka, anatumia kama litwaliki, anamtumia Jibrilu kupaa kufika katika anga za mbali na kuvuka katika sehemu ambazo hata Jibrilu mwenyewe hafiki. Kwa hiyo hii ndio elimu. Sasa ndio unajua kwamba elimu unatoka na huku unazama nayo katika elimu, unaogelea. Sasa watu wote tunaona kwenye waganga wanapiga nyanga, waganga sijui huku wanaandika hiki. Kwa hiyo lengo umfikie Mwenyezi Mungu, lengo umjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio sisi watoto saufu tunatumia jaushani, tunatumia tawasuli kubwa, na mwisho Uweso ametuandikia mabwana wakubwa kabisa mule, wakina Ahmad al-Rufai Kabiri, wakina Ahmad al-Badawi na Ahmad al-Rufai Kabiri wa Ahmad al-Badawi, na shekhe wetu anaitwa Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Huyu ni shekhe ambaye Mwenyezi Mungu, watu anasema mwenyewe Mwenyezi Mungu alimpa elimu ya sheria, maana yake Qur'ani, na elimu ya roho.
alikuwa bahari ya elimu. Yaani huyu sasa Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, nadhani mnamfahamu, alikuwa na elimu bahari kabisa, elimu ya sheria ya Qur'ani maana yake na sheria, na alikuwa na elimu ya tasawuf na elimu ya roho. Lakini mwanafunzi wake mmoja ambaye baada ya kufa kwake Sayyidina Abi Qasim, alipokufa mwanafunzi wake akaja akamwambia, avunana katika jozi, mwanafunzi wake akamwambia, shekhe, vipi huko umefika kwa Mungu, usalama ukoje kwa Mwenyezi Mungu, sio kwenye uganga? Sababu waganga wao wanatumia elimu tu kwa ajili ya uganga tu, kwa ajili ya kupata riziki tu, lakini hii elimu iko hapa, ujue utakufa, utaiacha, watu walikuwa nayo. Kwa hiyo hii ni elimu ya utambuzi, ya kumjua mtu. Ukishamjua mtu utamsaidia, utampa njia, bwana wewe una maruhani wazuri, sasa shikamana na hiki, shika pale, gusa pale, unasogea. Wewe una elimu, wewe una viumbe wa kiruhani. Kuna mtu anaona usiku, anaona hawa watu wamevaa vitambaa vya kijani, hawa ni mamushtara, majini hawa, walimu wa baharini hawa, ni walimu wazuri. Unaona usingizi, watu wamevaa vitambaa vya kijani, wanaogelea makanao katika hadhara, mnafanya hadhara, au ni walimu wako, unawapitisha vipi kufikia katika malengo, kufikia malengo yako ya juu kabisa. Kupiga nyanga tu hakutoshi ndugu zangu. Lengo ni kumfikia Mwenyezi Mungu, lengo ni kumfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni elimu tu za kawaida tu, lakini elimu za utambuzi ambazo zitakufanya wewe uwe mfalme, uwe mtawala, na ukiwajua watu, ukiwatawala watu, maana yake ndio utafikia katika hali zako. Leo mimi nimewagusia hilo, niwamalizie bwana Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, baada ya kuonana na mwanafunzi wake baada ya kufariki kwake. Mwanafunzi akamwambia, shekhe, wewe ulikuwa bingwa wa elimu ya tasawuf na elimu za kiroho na elimu ya sheria, vipi imekuwaje Mungu akupokea? Yule Abul Qasim amjibu mwanafunzi wake, amemwambia, mwanangu, nimefika kwa Mungu, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amenirehemu, lakini mtihani mzito sana. Mwenyezi Mungu nilipofika kwake, kuhusu elimu za sheria sijui zote kafuta, akasema elimu nimekupa mimi. Kuhusu elimu za roho akasema ulikuwa na elimu ya roho, elimu ya roho nilikupa mimi, zote nimefuta. Je, umekuja na kitu gani? Anasema Mwenyezi Mungu, mimi sina kitu isipokuwa ni hapa, naona hapa nimeangamia. Akasema hakuna, kuna siku uliswali. Yaani anamwambia sasa, kuna siku uliswali raka moja tu, raka mbili tu za usiku. Yaani katika maisha yako yote kuamka kwake miaka 45, Mwenyezi Mungu amezipokea raka zake mbili tu alizozamka nazo usiku, na ndio Mwenyezi Mungu ndio amemlizia kwa raka hizo. Sasa waganga wenu hawaswali, waganga wenu wafanyi ibada, waganga wenu wao kazi yao ni kufanya mambo tu ya manyanga, kufanya mambo tu labda ya shikeri, bila kuwa na elimu, bila kuwa na hali za kucha Mungu, na watu wamekuwa wakienda wakifanya mambo yao, inshallah, na mnafanikiwa, wala hakuna shida. Lakini lazima mjue msingi wenu ni Mwenyezi Mungu, msingi wenu ni mtume, msingi wenu ni kufanikiwa, ndio mtapata salama leo duniani na kesho akhera. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ni mimi Mushtara Bashiru. Leo niwapitisha mbali kidogo, niwapitisha mbali kwa kama ufahamu wako mdogo basi, lakini huko ni mbali sana niwapitisha. Na hii ni elimu ya shikeli, elimu ya utambuzi, elimu ya maarifa, hii elimu ya utambuzi ya kumsaidia mwanadamu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum.